ya siku ya Jumanne sikufanikiwa kuwa hapo, na siku ya Alhamisi sikufanikiwa kuwa hapo, lakini namshukuru Mungu amenipa neema tena siku ya leo nikiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa neema hiyo, lakini pia namshukuru Mungu kwa kibali hichi alichokiachilia. Okay, na kabla hatujaenda mbali kidogo, kama uko mtu na jambo unalotamani kumwambia Mungu asante, lakini pia la kumwaibisha shetani, unakaribishwa mbele. Kama uko na jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Una jambo la shukrani mbele za Mungu, unakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema tena kuwepo tena hapa, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 9 ya mwezi wa 3. Maana tunapomaliza mwezi huu tunakuwa tumekula robo ya mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshike mkono mwenzako, mwambie hongera kwa kuiona robo ya mwaka. Mwambie hongera tu kwa kula tu vitu kwa robo ya mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekula. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wengine wako kama wewe, walitamani kuona mwezi huu, wakatamani kupata kibali hichi ulichokipata. Kwa hiyo ukifikia muda wa kumwambia Mungu asante, unamwambia kana kwamba hautapata nafasi tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, chukua daftari yako sasa, chukua na Biblia yako. Tunashukuru Mungu, mwezi uliopita tulikuwa tuna somo lenye kichwa kinachosema toba ya kweli ni mlango wa kuleta ufalme wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Tuliangalia namna unapoweza kufanya toba ya kweli, na tukaangalia namna ambavyo ufalme wa Mungu na faida zipi katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu alisema mkahubiri habari za ufalme mkianzia Yerusalemu na kuendelea. Lakini katika mwezi huu Mungu ametupa kitu kingine tutakachotembea nacho kama somo, lakini pia tutakachotembea nacho kama agenda ya maombi. Mwambie mwenzako agenda ya maombi. Mwambie mwenzako tena agenda ya maombi. Kwa hiyo katika mwaka huu Mungu alitupa miezi 12. Ila kila mwezi utakuwa na agenda yake. Kila mwezi utakuwa na maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukianza kuichukulia masomo yanayoachiliwa mwezi kwa mwezi, yakiwa ni masomo yako, lakini pia yakiwa ni agenda ya maombi yako binafsi, wewe na uhakika kuna jambo la kipekee linaweza tokea kwenye maisha yako. Kwa sababu Biblia inasema Mungu aachilia neno lake kwa ajili ya kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho unachotakiwa kukumbuka, ambacho kila siku nakukumbusha, kwamba Mungu anapoachilia neno lake azungumze na watu, anazungumza na mtu binafsi. Neno la Mungu haliwezi kuleta msaada kwako mpaka uone ni ujumbe binafsi, na hawezi kujenga imani kwako mpaka uone ni maelekezo binafsi. Kwa hiyo Mungu anapoachilia neno lake kupitia madhabahu hii, ligeuze neno unalolisikia ambalo Mungu analitamka kupitia mtumishi wake, ya kwamba ni maelekezo yako binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na somo tunaloendelea nalo katika mwezi huu, mwezi wa 3, tuna kichwa cha somo tutakachotembea nacho kwa mwezi mzima: siri ya malango ya baraka. Siri ya malango ya baraka. Siri ya malango ya baraka, au siri ya mlango wa baraka ambao Mungu anaufungua kwako. Siri ya mlango wa baraka ambao Mungu anaufungua
kwako. Siri ya mlango wa baraka au marango ya baraka ambayo Mungu anayafungua kwako kupitia watoto uliowazaa. Siri ya mlango au marango ya baraka ambayo Mungu anayafungua kwako kupitia watoto uliowazaa. Siri ya baraka ambayo Mungu anaifungua kwako kupitia watoto uliowazaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hili ni somo ambalo tutakalotembea nalo kwa mwezi mzima. Kwa mwezi mzima ni somo ambalo tutakalotembea nalo, ambalo litakalobeba ajenda kubwa ya kujifunza, lakini pia itabeba ajenda kubwa ya maombi. Mgeukie mwenzako, mwambie unaijua hiyo siri? Kwamba watoto ulionao ni fursa. Unaweza ukawa na fursa zote mbili, fursa ya baraka, fursa ya matatizo. Yote unakutana nayo kwa watoto uliofanyaje? Uliozaa. Kwa sababu kuna watoto wanazaliwa kwenye maisha ya mtu, wanakuja kama maisha kwenye maisha, lakini mwisho wa siku wanakuwa ni tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikiwa Mungu ananipa mwezi wa kwanza somo hili, kwa sababu somo hili Mungu alinipa mwezi wa kwanza na nikajua litakuwa ni somo la mwezi wa kwanza. Kumbe Mungu alikusudia liwe somo la mwezi wa ngapi? Wa 3. Nikapewa wimbo mmoja ambao nitamani niuandae tuwimbe, lakini sijauandaa. Lakini sasa siku Jumapili tutaimba kwamba jifunze kumshukuru Mungu. Kuna aliyezaa watoto 7, mmoja akawa tapeli, mmoja anatamani kuloga wazazi apate mali. Kwa hiyo mwezi huu tutaangalia siri ya baraka. Nisikilizeni wapendwa, watu wengi walio wengi au wanadamu tulio wengi huwa tunamuomba Mungu baraka na kumlilia Mungu atubariki. Tunakwenda sawa sawa, ila bila kujua ya kwamba watoto ambao Mungu aliyotupatia ni kete mojawapo ya baraka katika maisha yetu, au ni mlango mmojawapo ambao Mungu anafungua katika maisha ya mtu. Sikiliza, Mungu anamweka Adam katika bustani ya wapi? Ya Eden. Tunakwenda sawa sawa. Maandiko yanasema baraka ya kwanza Mungu anayeachilia kwa Adam, hakuachilia baraka ya fedha, hakuachilia baraka ya magari, hakuachilia baraka ya majumba. Baraka ya kwanza ambayo Mungu anasema, Biblia anasema Mungu akawabarikia akisema zaeni mkaongezeke mkaitiishe nchi. Tunakwenda sasa. Ilikuwa ni first blessing of God wakiwa katika bustani ya wapi? Ya Eden, ya kwamba zaeni mkaongezeke. Kuna mtu anasema mtumishi, unajua mimi sina mtoto, sina mke, sina mume. Sikiliza, linakuja kwako kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Manake aliye na watoto, hili package atakayetembea nayo. Manake kama hauna mtoto, huna mume, chukua weka kwenye akiba kwamba itakusaidia utakapokuwa na familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa baraka ya kwanza Mungu anawabariki, anasema zaeni mkafanyaje? Mkaongezeke. Kwa nini? Unapozaa mtoto, unapoongeza mtoto, manake ulikuwa mmoja, mlikuwa wawili, mnakuwa mkoa 3, kafa mnakuwa 4. Wale watoto hawaji kwako kwa bahati mbaya. Mungu haachilii watoto kwako kwa sababu unawahitaji. Mungu haachilii watoto kwenye maisha yako eti kwa sababu umefunga ndoa. Hapana. Mungu anapoachilia watoto kwenye maisha yako, elewa ya kwamba uko mpango wa Mungu kwako kupitia watoto aliyokupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu anapotoa watoto hatoi kama vile mtu anavyoenda kuchukua nyanya sokoni. Na ndio maana kuna wakati mtu anaweza akawa na tamani watoto asiwapate, na ambaye hata ana mpango watoto akafanyaje? Wakaja. Sikiliza, wewe ambaye uliopata watoto kwa haraka na ulichelewa, lazima ujifunze jambo hili ya kwamba Mungu anapoachilia watoto kwenye maisha yako, ameachilia funguo ya uwepo wa Mungu kwenye hilo eneo.
Kwa nini? Watoto, Biblia inasema watoto ni baraka ya kwanza ambao Mungu alimbariki mwanadamu. Tafsiri ya kwamba mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kuna vitu viwili, mkaongezeke, si unaelewa? Mkaijaze nchi. Nchi kishajaa mkaitiishe. Tafsiri ya kwamba kuutiisha ni neema ya maongezeko. Mwambie mwenzako neema ya maongezeko. Maana yake neema maongezeko hiyo inakuja kulingana na kitu cha kwanza ambacho Mungu alikupa. Mfano, wana wa Israeli, Adam na Eva walipokuwa katika bustani ya Eden, Biblia inasema Mungu alitipusha mto katika bustani ya wapi? Ya Eden. Walipoutunza ule mto vizuri, maandiko yanasema ule mto ukazaa matawi mangapi? 4. Ukazaa mto Farpari, ukazaa mto Gihoni, tunaona sawa sawa. Maana yake ukazaa wafalme. Mule wako ndani. Tafsiri ya kwamba Mungu anaposema mnaitiisha nchi, maana yake mnaipa neema nchi. Maana yake eneo lolokuwa nalo neema ya maongezeko. Neema maongezeko haiko kwa baba, iko kwa mama. Neema maongezeko inatoka kwa Mungu kupitia watoto mliowazaa. Na ndio maana jambo lolote watu walipokuwa kimomba Mungu, Mungu alikuwa hawabariki, alikuwa anaachilia watoto. Mwambie mwenzako watoto. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaachilia watoto. Fungua kitabu cha Waamuzi ambacho ndicho kimebeba somo letu. Kitabu cha Waamuzi ile sura 13. Kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Kwanza kifungu cha kwanza. Biblia inasema hivi: wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya. Wana wa Israeli wanafanya yaliyo mabaya. Wapi? Machoni kwa nani? Kwa Mungu. Tunaona sawa sawa. Mungu anawachukua wana wa Israeli, wanaenda wapi? Utumwani. Tunaona sawa sawa. Anawatia katika mikono ya adui zao. Biblia inasema kwa muda upatao miaka mingapi? 40. Manake miaka 40 wanateseka, miaka 40 wanahangaika, miaka 40 wako utumwani. Kila siku Biblia inasema kwamba Wafilisti walikuwa wako juu ya vichwa vya Israeli. Kitu gani kimewafanya waende huko? Dhambi ikawapeleka utumwani. Walitoka utumwani kwa muda wa miaka 40. Wana wa Israeli wakamwambia Mungu, tunahitaji kutoka katika utumwa huu. Walipomwambia Mungu anahitaji kutoka katika ule utumwa, Mungu akaandaa mpango wa wao wanatokaje utumwani. Nisikilize mtu wa Mungu. Hili somo ni la utu uzima. Mwambie mwenzako la utu uzima. Ukiwa na akili ndogo za baraka, hutaweza elewa. Unaweza ukahisi sio lako. Wanaweza asifiwe. Sikiliza. Elewa ya kwamba kuna maombi unayoomba leo, unaweza ukashangaa Mungu hajakujibu. Kumbe mpango wa Mungu kukujibu, anakuletea mtoto kwenye maisha yako. Si unanielewa? Israeli wakiwa wako utumwani kwa muda wa miaka mingapi? 40. Miaka mingapi? 40. Wafilisti wanawatesa. Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli katika kabila la Dani. Mwambie mwenzako kabila la Dani. Mungu akasikia kilio chao. Je, Mungu aliwapelekea msaada gani? Angalia msaada wa Mungu aliwapelekea. Mstari wa 2. Palikuwa na mtu mmoja. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Dani. Jina lake alikuwa akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa mtoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa uzai, lakini utachukua mimba, nao utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe kilevi wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nao utazaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye atazaa
naye atazaa, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mkono wa Wafilisti. Sikiliza, Israeli wako utumwani kwa muda wa miaka mingapi? 40. Tunakwenda sawa sawa? Hawa watu wamemuomba Mungu ya kwamba Mungu, tunakaa utumwani, Wafilisti wanatutesa. Majibu ya Mungu, Mungu anawaambia Manoa, kilio cha watoto wangu nimefanyaje? Nimekisikia. Tunakwenda sawa sawa? Anamfuata mke wa Manoa, anamwambia hivi, tazama utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume. Ukisoma mstari wa 7 anasema, na jina lake huyo mtoto utamuita Samsoni. Neno Samsoni ni mwanga, ni mwangaza. Maana yake walioko utumwani wako katika giza. Tunakwenda sawa sawa? Wako katika nini? Giza. Maana yake atakayezaliwa analeta nuru. Sikiliza, kimbembe kiko hapa. Najua watu wengine hapa hawataki, hatuelewi kwa sababu mziki. Mimi niko utumwani, mimi na mahitaji yangu. Mwambie mwenzako na mahitaji yangu ambayo nimefunga na mlilia Mungu. Halafu Mungu kunijibu, badala aniambie sasa muda kutoka utumwani umefanyaje? Umefika. Anakuambia ninakupa mtoto. Una uhakika lile swali la Yohana lilomuuliza Yesu, na wewe lazima uulize tu, hivi huyu Mungu naye muomba ndiye au nimtazamie? Na ndio nakwambia hivi, hili ni somo la watu wazima waliokomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Najua utakapoelewa hili, shetani hata kufunga kwenye eneo la wakati. Unajua kitu moja wapo shetani alichokamata wanadamu, alichokamata sisi, anatumia udhaifu wetu kutudondosha. Kwa nini? Kwa kuwa unajua unamwomba Mungu, una mahitaji ambayo unatamani Mungu akutendee. Tunakwenda sawa sawa? Ukiona Mungu hajakujibu, manake wakati inakuwa kifungo moja wapo. Sasa sikiliza, hawa watu wako utumwani miaka 40. Tuachane na hao wa miaka 40. Tuje kwa waliokaa miaka 400. Mungu anamwambia Abraham kwenye kitabu cha Mwanzo ya kwamba uzao wako utaenda utumwani miaka mingapi? 400. Israeli wanaenda utumwani Misri kwa muda wa miaka mingapi? 400. Tunakwenda sawa sawa? Manake kizazi cha kwanza kinatumika, kinaisha. Biblia inasema akainuka mfalme mwingine asiyemjua Yusufu wala asiyemjua Yakobo, wakasema hawa wana wa Israeli wana nguvu, watatuzidi. Tuwatende kwa nini? Kwa akili. Israeli wanaanza kutendewa kwa akili. Wanaanza kukaa utumwani katika mji wa Goshen. Wanatengeneza mji wa Goshen ambao leo ndio mji unaosifika Misri kwa kuwa na mapiramidi makubwa. Wanakaa utumwani kwa muda wa miaka isiyopungua mingapi? 400. Biblia inasema kwamba Mungu, Israeli wakaanza kumlilia Mungu. Mungu awatoe wapi? Utumwani. Biblia inasema hivi, vitabu vinaonyesha ya kwamba yuko mkombozi atakaye kuja kuokoa Israeli watoke wapi? Utumwani. Kwa kizazi cha kwanza, miaka 100 kwanza inaisha, wanajua kuna mkombozi atakuja. Miaka 200, miaka 300, mpaka miaka 400 inaisha. Mungu hakuambia Israeli sasa muda kutoka umefanyaje? Umefika. Mungu anatengeneza plani mpya kwa kizazi kipya. Vipi? Anaenda moja kwa moja kwa Yoshbel. Yoshbel mama yake Musa anaweka mtoto wa kiume. Hapo hapo linatokea tangazo kwa Farao ya kwamba watoto wote wa kiume kuanzia siku moja mpaka wa miaka 2 wa Waebrania wafanyaje? Wao. Hawa watu wako utumwani miaka mingapi? Mungu anasema kilio chao wamekisikia. Na kusikia kilio chao, Mungu hawatoi. Anachofanya anaruhusu Yoshbel azae mtoto. Sio hapa tunaelewana vizuri hapa? Bwana Yesu asifiwe. Yoshbel anazaa mtoto wa kiume. Biblia inasema anamficha yule mtoto. Biblia inasema kwamba Waebrania kupitia mama yake Musa wakapewa neema ya kujifungua. Ukisikia mtu anaomba neema nijifungue kama anaweka Kiebrania, walikuwa ni mtu ni mjamzito anajizalisha mwenyewe. Kwa nini? Walikuwa wanaokopa wakunga wa Kimisri. Walikuwa wameshaambiwa kakizaliwa katoto kakike kateni kaishi, kakizaliwa katoto kakiume
kakizaliwa katoto kanini ua. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, ndani ya mwaka huu, katika mwezi huu, lazima tutazuia vifo vya watoto wa kiume katika hospitali zote za taifa letu, ya kwamba watoto watazaliwa na wataishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kona mila unaua kwa wakawa wanajisaidia wenyewe, wanajizalisha wenyewe, wanapambana wenyewe. Biblia inasema ya kwamba mwanamke yule akamficha mtoto, ikafikia majira ambapo kale katoto akawezi kakafanyaje, kakafichika tena, maana yake amefikia umri wa kutambaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kutambaa kwa watoto mliozaa, mnajua wana process zake. Kataanza kukaa kwanza, kataanza kukunja mguu, baadaye kataanza kipiga, kanapiga kidevu chini, mwisho wa siku kanaanza Sasa mama yake Musa alipoona kamusa kameanza kuchanganya, hapa ndazingula sema kasife nikiwa nakaona. Biblia inasema akakatengenezea kisafina, akakaweka mule, akakapeleka kwenye mto Naili, ya kwamba kafe. Akamuita dada yake Miriam, fuatilia safina, kama safina itaokolewa uniambie, na kama safina itasambazwa nifanyaje, nichue. Sikiliza, wakati hayo yote yakiendelea, hayo yote yakifanyaje, Israeli maombi ya kumuomba Mungu atoke utumwani yalikuwa yanaendelea. Mwambie mwenzako alikuwa anaendelea. Kwa mpaka Musa anakuwa, maombi yanaendelea. Musa anaokotwa na binti Farao, ana maombi yanafanyaje, yanaendelea. Musa anachaguliwa kuwa mtu atakayepewa ufalme baada ya Farao. Kwa nini? Alitengeneza mji wa Goshen kwa muda wiki moja. Biblia inasema maombi yanaendelea mpaka Mungu anamtokea Musa, anamwambia nimekuita. Elewa ya kwamba Mungu anapoachilia mpango wa kukuvusha kwenye maisha yako, anakuachilia na mtu atakaye kuvusha. Nini? Anaachilia katika tumbo lako na katika viuno vyako wazaliwe watoto. Kwa lugha nyingine, usiwachukulie poa watoto uliowazaa. Na hapa shetani kuna vitu amewafundisha watu, akawaona watoto ni wa kawaida, na ndio maana wengine wakaishi kikawaida. Sikiliza, ukifuatilia watoto wanaovuta bangi ni watu ambao wenye neema kubwa duniani. Si unanielewa hapa? Angalia mamake Samson, taifa linalia, watu wanaomboleza. Mungu anamwambia Yezebeli, Mungu anamwambia mkewe Manoa ya kwamba utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume. Maombi yao sio mtoto, maombi yao yalikuwa ni kutoka wapi? Utumwani. Why? Kwa nini Mungu anawapa watoto? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu anaachilia mtoto? Kwa nini Mungu awape mtoto? Hawa watu mahitaji yao ni kutoka wapi? Utumwani. Mfano, kuna mtu anaweza akawa na maombi, anamwambia Mungu natamani neema maongezeko, neema ya kukua. Ghafla inakuja mimba isiyotarajiwa. Naanza, yani Mungu jamani, mimi sijui imekwaje. Kwani Mungu hangalii matatizo nilionayo? Yani kwa nini ananipa huyu mtoto? Na wengine wanandoa wao wanaitoaga mimba. Siko ni jamani. Kuna shango katikati ya maombi mazito, ghafla Mungu anakulipa mimba. Unajua mimi nilikuwa na kihoma, maana yake kale katoto kanazaliwa hakajapokelewa vizuri. Yaani kamekuja tu. Na ndio maana hata jina mnakapa mbaya, yangu macho tu. Yaani mtoto anazaliwa anapewa jina yangu macho. Mtoto anakaa anasema ni mateso tu. Kwa nini? Yaani mimi nimemwomba Mungu anipe hela, mimba isiyokuwa na mpango wala matarajio, tu imeingia. Nasema sasa huyu Mungu jamani, kwani haya matatizo hayaoni? Kwani hizi shida sizioni? Yaani mtoto mwingine wa nini? Sikiliza mtu wa Mungu. Mungu akitaka kukuvusha anakuletea mtoto kwenye maisha yako. Fuatilia, Mungu alipotaka kuumba jambo jipya, Mungu aliteleta kitu kipya chenye kubeba kusudi. Kwa waone watoto uliozaa kama kusudi la Mungu la kukuvusha.
Usipotizama kwa mpango huo umewakika, utakuwa umezama kahaba, utakuwa umezama jambazi, utakuwa umezaa wezi, utakuwa umezaa mafisadi. Hawa watu wana maombi, Mungu anawapa mtoto. Sikiliza, wana miaka 40, muda kukaa utumwani umefanyaje? Badala kuambia sasa ni muda kuondoka, hafu Mungu anawaambia na wapeni mtoto. Nisikilize, na pasipo watoto Mungu alikuwa azungumzi. Mwambie mwenzako Mungu alikuwa azungumzi. Fungua kitabu cha Hosea. Pasipo watoto Mungu alikuwa asemi. Pasipo watoto Mungu alikuwa azungumzi. Kitabu cha nabii Hosea. Kitabu cha nabii Hosea. Hosea sura ya kwanza kabisa. Kifungu cha kwanza mpaka cha 5. Biblia inasema hivi: hili ndilo neno la Bwana alilolinena. Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Hosea mwana wa Beeri siku za Uzia na Yotham na Ahaz na Hezekia mfalme wa Yuda, na siku za Yeroboamu mwana wa Yoshia mfalme wa Israeli. Hapo kwanza Bwana aliponena na kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi. Mungu anamwambia Hosea, nchi umetenda dhambi. Umetenda nini? Nenda katwae mke wa uzinzi na watoto wa nini? Biblia inasema akazaa mtoto wa kwanza, akapewa jina. Lile jina likasadifia kwamba ndivyo mabaya yatakavyotokea katika huu nchi. Sikiliza, Mungu anapoachilia watoto kwenye maisha yako, Mungu anaachilia watoto, wanafanyika kama agano jipya katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri ya kwamba watoto wanakuja na plani mpya ya Mungu kukuvusha. Kwa kama wakija na plani mpya, uwe na uhakika kwamba kuna watoto wanakuja na mpango wa kukuvusha, na kuna watoto wanakuja na mpango wa kukudidimiza maisha yako yote. Kwa nini? Hawa waliokuja kwa Hosea hawakuja kama baraka, walikuja kama laana. Ila hawa waliozaliwa kwa Manoa walikuja kama baraka ya kuwatoa Israeli eneo moja kuwapeleka eneo jingine. Kwa hiyo dhambi inaweza ikafanyika kwenye familia, Mungu akaleta mtoto. Si unajua kuna mtu anakuambia, yani aka katoto ni karedi kama baba yake. Yani aka tabia zake ni kama za nani? Za baba au ni kama za mama. Maana yake ni kwamba kile kizazi kinakuwa kina laana. Maana yake Mungu anabatiliza uovu. Kwa kama kuna uovu unabatilizwa kizazi cha kwanza na cha pili, Mungu habatilizi miti, ni watoto. Kwa katoto kanazaliwa kameshabeba laana yake, kanaenda kanaigusa. Tunakwenda sawa sawa? Wakati kanataka kuondoka, Mungu anaachilia katoto kengine huko, kanabeba kanatembea. Wakitaka anaachilia katoto kengine, kanabeba kanatembea. Mungu katoto inaenda hivyo. Kwa Mungu anapotaka kumvusha mtu, Mungu anapotaka kujibu, Mungu anaachilia mtoto. Swali la msingi, je, unajua mtoto uliye naye kwamba ni majibu ya maswali uliokuwa ukimuuliza Bwana? Maana yake mtakaopata neema ya kuzaa watoto kuanzia mwaka huu, msishangilie kwa sababu mtoto amezaliwa. Shangilia kwa sababu umeelewa huyu mtoto amekuja ana kitu gani kwenye maisha yako. Kuna mtu anajanielewa. Naweka hapa msingi ili siku ya Jumanne tutaangalia aina za watoto wanaokuja kwenye maisha yako. Ukishajua aina watoto ndio utajua aina baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kuna mdada alizaa. Alipozaa ukawa ndio mlango wa ndoa kati ya mwanaume aliyemzalisha. Sio hapo, umenielewa? Alipozaa tu
alipozaa, yule mwanaume akasema haina shida, hata kama familia walikuwa hawamtaki, hata kama yeye alikuwa hataki kumwoa. Tunaona sasa, ila alipozaa mtoto ikawa ni sababu ya hawa watu wawili kuungana kuwa mwili mmoja, wakaambatana. Mwanaume akamwambia mwanamke, usinisini kuache wewe, wala usinizuie kufuatana nawe, ndugu zako watakuwa ndugu zangu. Kitu gani? Baada ya mwanamke kujifungua na mtoto. Sikiliza, kuna mwingine tangu alipomwambia ya kwamba nina mimba, vurugu ikatokea. Sasa nikipiga kwenye kona hii unaweza kaelewa. Unaweza sifi. Unashangaa. Sasa huyu mume wangu anakataje mtoto? Na tuko kwenye ndoa. Anakuambia mimi sina mpango wa kuzaa sasa hivi. Sina huo mpango wa kuitwa baba. Sikiliza. Wengine walipopata watoto, neema walikuwa na sambaratika. Nisikilize. Kulikuwa kuna ndugu wawili ambao waliunganishwa na watoto. Kulikuwa kuna mdada mmoja anaitwa Mariamu, na alikuwa kuna mama mmoja anaitwa Elizabeth. Hao walikuwa ni familia, lakini waligombana. Mwambie mwenzako waligombana. Walivyogombana, watoto wakawa ni lango la kuwapatanisha. Na ndio maana ndoa nyingi zinaweza zikavurugwa, wakatengana, ila baadaye watoto ndio wakaunganisha. Mtumishi, unazungumza nini? Nazungumza lugha nyepesi ambazo mnakutana nazo kwenye maisha yenu. Maana nikizungumza lugha za kimbingu ndio tutaelewana kabisa. Kulikuwa kuna mtu mmoja anaitwa Elizabeth. Kuna mtu mmoja anaitwa Mariamu. Biblia inasema walikuwa wametengana. Mungu akaruhusu kwenye tumbo la Mariamu ambebe Yesu. Halafu kwa Elizabeth ambebe nani? Yohana. Imefika asubuhi, wote ni wajawazito. Kitoto kichanga Yesu kinaanza kumwambia mama, tunaenda kwa mama mkubwa. Mama, tunaenda kwa mama mkubwa. Kitoto kichokuwa kwa Elizabeth kinamwambia mama, tunamhitaji mama mdogo. Tunamhitaji mama mdogo. Angalia kichofanyika. Biblia inasema hivi, Elizabeth akamwambia Mariamu, tangu niliposikia miguu ya kuamkia nyumbani kwangu, kitoto kichoma tumboni kwangu kilirukaruka. Kwa nini? Tangu ulipoweka hiyo mimba, ili kuunganisha na baba huyo mimba, au ndio ilikuwa ndio mwanzo na mwisho tupoteane? Bwana Yesu asifiwe. Hivi zinaingia kweli au zina evaporate? Bwana Yesu asifiwe sana. Mariamu anasema, niliposikia miguu ya kuamkia kwangu, kitoto kilichoma tumboni mwangu kiliruka. Kwa nini? Kwa furaha. Mariamu anasema hata mimi moyo wangu unamwazimisha Bwana. Vizazi vyote vitaniita ni nani? Barikiwa. Kwa nini? Adui yake, waliokuwa wapatana, kambeba Yohana. Mwingine kambeba Yesu. Yohana anamwambia mama yake, huyo anayekuja na amebarikiwa kuliko wanawake. Anamuona tu Mariamu umebarikiwa kuliko wanawake wote. Ukimuuliza Elizabeth hiyo sentensi nani aliyomwambia, anaweza kuwa sio na majibu. Ila anachotuthibitishia kwamba kitoto kilichomo tumboni kiliruka. Kwa nini? Kwa furaha. Nisikilize. Mungu anapoachilia mpango mpya wa maisha yako, anaachilia kizazi kipya kwenye jamii yako. Kwa usije kusema kwamba unajua Mungu watoto wameshatimiza miaka 18. Sikiliza, mtoto kwa baba hakui. Mtoto ni mtoto. Na ndio maana kwenye Biblia watoto wa zamani walikuwa wanakaa. Biblia inasema kwamba Isaka ametengana na baba yake akiwa amefariki. Sisi unaelewa hilo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake nini? Unaweza kumdai Mungu kusudi lake alilolificha ndani ya watoto walio nao. Na ndio maana wazazi mlio wengi
wa Kikristo hamtaki kudhibitisha na kumsogelea Mungu kuelewa ya kwamba kwa nini mtoto huyo amekuja. Samsoni, mama yake Samsoni alipojua mama yake Samsoni ndio kumwambia mzee Manoa ya kwamba tunapewa mtoto wa kiume, huyo mtoto atakuwa ndio atakayetuamua. Kwa hiyo anasemaje? Mungu amesema hivi, wema usipite katika nini? Katika kichwa. Mzee Manoa anasemaje? Tutaendelea kumuomba Mungu ili amtume malaika wake siku hadi siku atukumbushe namna kutembea na nani? Na huyo mtoto. Kwa inawezekana kuna vita za watoto mnazotembea nazo ni kwa sababu hamjajua kwa nini Mungu amewapenda hao watoto. Na ndio maana walipokuwa wakijua, Hana alipojua ya kwamba Samueli ni kuhani, Samueli ni nabii, Biblia anasema kwamba akamchukua Samueli akampeleka kwa Eli. Alikuwa anaenda kumuona mwaka. Kwa nini? Manake Samueli alilelewa kwa kusudi. Mwaka juzi niliwaambia hivi, kwa hali inavyoendelea, mwe na uhakika kwamba mtakuwa na idadi ya watoto, umaskini utarudi mkubwa kuliko miaka ile. Kwa nini? Hamjataka kujua kwa nini Mungu amewapeni hao watoto. Kuna watoto wengine Mungu ameweka kusudi, ameweka neema uongozi, ameweka neema kusaidia nchi, ameweka neema kuzalia taifa. Sikiliza, ukimtafuta mzee Suluhu, ukimuuliza ulifikiria mtoto wako atakuwa rais, wala hana majibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unanielewa? Kwa lazima ujifunze kuelewa mtoto uliye naye amebeba kitu gani. Mungu anamwambia Hosea akachukue mke wa uzinzi, uzee watoto wa uzinzi. Ndivyo mabaya yatawatokea kwa sababu ya uzinzi wao. Tafsiri ya kwamba ni Mungu anaachilia adhabu. Uwe na uelewa ya kwamba Mungu akitaka kuachilia baraka yenye maendelezo, baraka yenye muendelezo, Mungu hakupi hela, Mungu anakupa watoto. Na ndio maana huaga mna baraka mpausho. Mnajua baraka mpausho? Yaani unabarikiwa leo wala kesho ukumbuki. Unajua bwana, mwaka jana bwana nilimwomba Mungu nilikuwa na hela mimi. Sipo wapi? Mungu anakuachilia baraka kwako, anaachilia baraka ya vizazi. Na baraka ya vizazi manake lazima aweko mtoto atakayeendeleza hiyo baraka. Na ndio maana Biblia inasema hivi kwa kitabu cha Isaya 9:6, anasema hivi, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amefanyaje? Amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa wapi? Begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nini? Anasema na maongeo ya enzi yake hayatakuwa na nini? Biblia inasema ni nabii anatabiri ya kwamba Mungu anatupa mtoto. Katikati ya majonzi Mungu anakupa mtoto. Sikiliza mtu wa Mungu, hata kama mtoto wako haeleweki, hebu anza kuchukua nafasi katika mwezi huu, mrudishe tena katika madhabahu. Mwambie Bwana, mtoto huyu nimepewa na wewe, mtoto huyu nimekabidhiwa na wewe. Liko kusudi lako ndani ya huyo mtoto, iko baraka yangu kupitia mtoto. Mrudishe kwa Mungu. Yesu anasemaje? Waacheni watoto. Kama kitoto kieleweki, kibebe kama kilivyo, kipeleke msalabani. Unajua mtumishi, mwambie mbebe mtoto kama alivyo, rudisha madhabahuni, rudisha msalabani. Mungu sulinipa wewe. Kwani Yesu asemaje? Waacheni watoto wadogo wafanyaje? Waje, msiwazuie. Maana watoto ufalme ni wao. Waacheni. Kwa nini? Kila mtoto anayekuja kwenye maisha yako uwe na uhakika kwamba amebeba mpango wa Mungu kwa kukufanikisha. Isaya anaambiwa tuko katika utumwani, ila kwa maana kwa ajili yetu mtoto amefanyaje? Tumepewa mtoto mwanamume. Uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye atakuwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nini? Maongeo ya enzi yake hatakuwa na nini? Na mwisho. Watu wanalia, Mungu anawapa mtoto. Watu wako katika utumwa, Mungu anaruhusu mtoto azaliwe. Watu wako uhamishoni, Mungu anaruhusu watoto wazaliwe. Sikiliza, ukisoma tena kule mbele kitabu cha Waamuzi, Biblia inasema kwamba wana wa Israeli wakawa wanateswa, Mungu akaruhusu mwanamke kahaba akazaa mtoto wa kiume, wakamwita jina lake Yefta. Huyu akasimama kama mwamuzi kwa ajili ya nini? Ya taifa. Sikiliza, haijalishi mtoto umempata kwa mazingira gani, mtoto akija anza kubeba kusudi, anza kumuuliza Mungu amebeba jambo gani kwenye maisha yangu. Kuna mtu anazungumza.
Kitabu cha Isaya sura ya 54 anasema, piga kelele, imba wewe uliye tasa, usiyekuwa na utungu, kaza sauti yako kwa kuimba. Anasemaje? Vikaze vikingi, maana yeye aliyeachwa na watoto wengi kuliko aliyefanyaje. Kwa nini Mungu anazungumza kwa habari ya watoto? Elewa kwamba watoto ni mlango wa baraka ambao Mungu anakufungulia kwenye maisha yako. Siku ya Jumanne nitakuonyesha. Mariamu alikuwa haijui tunu, Mariamu alikuwa haijui dhahabu, Mariamu alikuwa haijui uvumba, Mariamu alikuwa hajui manemane. Ila alipomzaa Yesu, alishika uvumba kushika, alishika manemane ya kushika, alishika. Kuna mwingine tangu ulipoolewa mume wako akukunuliaga kitenge, ila ulipojifungua tu ukapelekwa, hata kama kilikuwa ni cha Kitanzania kile chepesi, ila ulikutana na kipya. Sikiliza, watoto wako na baraka yao. Mungu anapuna. Uwe na uhakika kwamba unapoomba maombi usilie kwa nini Mungu hajakujibu. Ukiona Mungu amekupa mimba, ukiona Mungu ameachilia mimba kwa mke wako, usihangaike kuitoa. Biblia inasema kwamba alienda kwa walio wake, walifanyaje? Walimkataa. Kwa kuna wengine nakataa mpango wa Mungu wa kukuvusha kwenye hilo eneo. Na ndio maana wazazi mnajua kila mtoto huaga na vita yake. Mwingine amebeba mimba mtoto wa kiume, ila anaambiwa mtoto huyo anachezea pembeni. Mimba yaani unapewa tu hatari. Yaani hapo tu uwe makini. Yaani kujifungua huyo mtoto ni neema tu ya Mungu. Ni neema tu ya Mungu. Yaani unakojua muda wote mimi naweza nikafa. Yaani unakoko heka. Lakini kwa neema Mungu unashangaa. Paka watu anakuambia umejifungua mtoto. Nimejifungua. Samueli analia katika holi la kulia ng'ombe. Manake elewa kwamba mtoto unayemuona, elewa kwamba umezaa baraka. Manake usiache baraka ikapepea. Usiache baraka yako, anza kuingangania baraka. Na ndio maana mzee Manoa alipojua Samsoni ndio wao kutoka, alikuwa anamlinda Samsoni kama mboni. Na ndio maana alipoenda katika mji wa Timna akaona kule mwanamke, akamwambia wewe Samsoni, usituchanganye. Wewe ndio utakayetutoa kwenye neema bila. Wewe ndio utakayetutoa kwenye nini? Hili haya majanga ni wewe. Samsoni amwambia babake, kivipi? Sema wewe ni mnadhiri wa Bwana. Kabla hatujakupata tulikuwa hatuna mtoto. Kwa hiyo kama hatuna mtoto, sikiliza wewe mtoto, umebeba kusudi la Bwana. Wakati Zakaria akiwa anatumika, mke wake ni tasa, Mungu anamwambia ninakupa mtoto mwanaume. Neema ya Mungu itakuwa atatengeneza njia. Anasema mke wako atakapobeba mimba utakuwa ni dubu. Hautasema mpaka mtoto atakapozaliwa. Biblia inasemaje? Baadaye inasikika sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito ya Bwana. Manake nini? Yawezekana mtoto unataka afe ni amebeba kusudi lako. Yawezekana mtoto unatamani auawe amebeba neema kusaidia taifa. Na ndio maana mwimbaji mmoja akasema, mtoto wa mwenzako muone kama wako. Kwa nini? Amebeba kusudi la Mungu katika mji. Mnaweza mkaona ni mtoto, inawezekana mkaonekana amezaliwa katika familia maskini. Elewa kwamba ni mtoto ambaye Mungu ameruhusu aje. Uwe na uhakika shetani pia anaruhusu watoto wake wazae. Na ndio maana kuna mtu kienda kwenye maombi unapata mtoto, na kuna wengine wakienda kwa mganga kienyeji wanapata nani? Hivyo vyote ni vitu ambavyo tutakavyovichambua, kwamba watoto wanaotoka kwenye ufalme wa Mungu wanakuwa na sifa zipi, na watoto wanaotoka kwenye falme ya giza wana sifa zipi. Ila elewa ya kwamba Mungu anapotaka kuachilia kitu kipya kwenye maisha yako, anaruhusu mtoto aje kwenye maisha yako. Mungu baraka zake huwaga ni baraka za vizazi. Anasema na wabariki wale wanipendao hata kizazi cha 3 na cha ngapi? Cha 4. Kwa nini leo hamna baraka za vizazi? Sio kwamba hamzai, hamjajua kusudi
iliyoko ndani ya watoto ndio wazaa. Mwambie mwenzako, hamjajua. Hamjajua kusudi. Hamjalijua kusudi la Mungu. Nisikilize. Mungu anaweza kukutambulisha mahala kupitia watoto ulienda. Sema, mtumishi unazungumza nini? Mimi hichi kitu Mungu amenitambulisha. Wakati umefika Muhimbili operation, wakashangaa mtoto ametoka ni mnene sana. Akampima sukari. Wakasema huyu mtoto ameshajisaidia tumboni wiki nzima. Tafsiri ya kwamba hata anayejifungua, mtoto anayejisaidia tumboni ni ngumu kutoboa akiwa, hata ni ngumu kumaliza saa moja, ni ngumu kumaliza siku moja akiwa tumboni, akiwa amefanyaje? Amejisaidia. Lazima afariki. Sio, umeelewa? Wakashangaa mtoto kamaliza wiki nzima. Sio, umeelewa? Wakatazama afya ya mtoto. Wakatazama afya nini ya mtoto. Wakasema yawezekana na sukari. Wakapima sukari, hamna. Wakarudi kwenye cheti cha kliniki. Kwenye cheti cha nini? Safari unaandika kazi. Wakakuta cheti kimeandikwa, baba mchungaji anasema ndo maana kitoto kimekuja na chenye kupiga maombi. Chapia Bwana Yesu makofi. Maana yake hapo mtoto anaanza kutamkiwa maombi. Mtoto anaanza kutamkiwa maombi. Kitu gani? Maana yake Mungu anapoachilia mpango mpya, anapoachilia kusudi jipya kwenye maisha yako, Mungu anaachilia atakayeendeleza baraka nini ya vizazi. Na ndiyo maana leo mnamlilia Mungu baraka za kutumia leo, kesho msahau. Hamna muendelezo. Kwa nini? Mungu alipokupa baraka ya vizazi ukaikataa. Kwa nini? Ukujua neema ambayo Mungu amekupa kupitia watoto. Na ndiyo maana huaga nawaambia watu, ukifika swala la kuombea watoto wako, usiwaombee watoto maombi ya juu jumlisha. Si unajua maombi ya juu jumlisha? Mungu funika watoto wako. Kamata mtoto mmoja mmoja, mpandishe kwenye mnara wake. Kwa nini? Kila mtoto analo kusudi lake. Fungua kitabu cha Mwanzo. Kila mtoto analo kusudi lake ambalo Mungu amempatia. Ukienda kuna kusoma kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 25, kifungu cha 21 na 22, Mungu anamwambia Rebeka. Rebeka akaanza kusikia watoto walioko tumboni wanaanza kupigana, wanaanza kuvutana. Rebeka akasema, kama watashindana wakiwa tuko tumboni, kuishi kunanisaidia nini? Mungu anamwambia Rebeka, mataifa mawili na makabila yawili yako wapi? Rebeka alienda kumuuliza Bwana, akamwambia sawa, ni sahihi watoto wacheze tumboni, ila staili hii hapana. Staili hii sio. Bwana Yesu asifiwe. Manake Mungu amekupa neema. Kama mwezi huu Mungu amekupa, unasikia tumboni mwako huko mtoto akicheza, anaweza kumuuliza Bwana, anaweza kuzungumza na wewe, unamzaa nani? Rebeka alimfuata Bwana akamwambia, kama watafarakana kiwa tumboni, kuishi kunasaidia nini? Mungu anamwambia Rebeka, sikiliza, mataifa mawili na makabila yako wapi? Tumboni mwako. Yatafarakana tangu wapi? Tumboni. Taifa moja litakuwa hodari kuliko taifa jingine. Manake mkubwa atamtumikia nani? Manake nini? Vita ya Yakobo na Esau haiko kwenye chakula cha deni. Vita ya Yakobo na Esau ilikuwepo tangu wakiwa kwenye mfuko huo mmoja, katika tumbo moja. Mbona kwa uelewi? Unashangaa, unamwambia Mungu, mimi unajua kuna wacheo wananinyanyasa, wananitesa. Yaani wananitesa. Mungu, hebu nionyeshe. Mungu anaruhusu, unabeba mimba. Ghafla tunashangaa
Ukikutana na mzee fulani au mtu fulani, unashangaa ghafla roho yako inamchukia. Yaani unajua yaani hizi ni tabia za mwanamke mwenye mimba. Anza kuelewa kodi. Anza kuelewa kodi. Yaani ghafla tu yaani imetokea fulani kumchukia. Anza kumuuliza Bwana, kwa nini namchukia? Atakwambia, ulichokuwa unakiombea nimefanyaje? Maana yake nini? Mungu anapoachilia mtoto katikati ya adui zako, maana yake Mungu amekuhakikishia adui zako watakuwa chini yako maisha yako yote. Maana yake wewe utawaponda na mtoto aliyoko tumboni mwako atafanyaje? Wiki inayokuja nitakuonyesha namna gani watoto wanaweza kusimama langoni wakipigana vita kwa ajili yako. Kwani si kweli? Kuna wamama hapa mnaongoza kwa kukopesha marafiki zetu, ila mnaonaga aibu kuwadai. Si kweli? Unakatuma tu katoto, naenda kwa mama fulani akupe hela, usitoke mpaka amekupa. Yaani umemaliza. Sasa ngoja uende huko. Hodi, mama ametutuma hela. Sina, amesema tusitoke mpaka afanyaje? Na hautalipa kwa sababu mama yake anakudai. Unaokopa vile mtoto usije ukakudhalilisha. Biblia inasema wana ni kama silaha mikononi mwa nani? Mashujaa. Hawataona haya. Na Biblia inasema hivi, shetani akitaka kupindisha baraka yako, anadili na watoto wako. Si unanielewa hapa? Shetani akitaka kudili na baraka yako, akitaka kudili na maisha yako, anadili na watoto. Nitakuonyesha wiki zinazokuja mbele jinsi shetani alipotumia watoto wa Eli kuvuruga sifa ukuhani wa Eli. Kwa hiyo na kwa nini nakwambia haya? Ili Mungu akupe neema. Tunapoendelea kwenye somo hili, usione sasa watoto kama watoto wako wamekuja. Anza kuona kama ni silaha mpya unazotakiwa kuzitumia. Ya kwamba Mungu amenipa watoto hawa. Kwa nini amekupa watoto wa 6? Au kwa nini Mungu amekupa mtoto mmoja? Liko kusudi la Mungu kupitia hapo. Hana alimlilia Bwana, Mungu akampa Samueli. Halafu Samueli mwenyewe hakukaa naye miaka. Kalipoacha tu kunyonya, beba hekaruni. Kakaka hekaruni, maisha yake hekaruni. Hana anaenda kumtembelea mtoto wake kama anavyotembelea na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani badala mtoto kufunga safari kwenda kumuona mama, ni Hana ndio anabeba safari, anatengeneza kanzu, anakuwa tu anakadiria kwa mwaka huu katakuwa kamefikia hapa. Hebu mtengeneza kanzu, tengeneza kwa kiwango hichi hapa. Akipeleka Biblia tuonyeshe kwamba kama zilikuwa zikaenei, kama alikuwa anazirudisha au kalikuwa kanavaa hivyo hivyo, hajui. Biblia inasema yeye alikuwa anaenda mwaka kwa nini? Mwaka kwa mwaka. Sikiliza, sauti ya Mungu ilimuita Samueli sio kwa sababu alikuwa kwa Eli. Aliitika kwa sababu alikuwa ndani ya kusudi. Nguvu za Samsoni hazikuwepo sio kwa sababu alitabiriwa. Ni kwa sababu wazazi wake waliona neema aliyokuwa nayo nani? Samsoni. Neema ya Mungu kuhifadhi Yakobo na wanae kwa njaa sio kwa sababu alimzaa Yusufu. Ni kwa sababu Biblia inasema kwamba ndoto zote za Yusufu ambazo alikuwa akiziota, Yakobo alikuwa akizihifadhi. Hebu tamani kuanzia leo mnaonisikiliza na mnaonitazama na mnaotufuatilia mahali popote, anza kutazama ndoto za watoto ambao Mungu amekuwekea ndani. Anza kuzihifadhi na kuzitamia, kuanza kuziombea. Yawezekana watoto wako hawaelewi shuleni, kumbe ni shetani anaanza kupindisha kusudi lako, ya kwamba atakapokuwa marais utakuwa ni mtu mwingine, ya kwamba atakapokuwa wabunge utakuwa mtu mwingine. Usianze kusema watoto hawakusikilizi. Anza kuwapeleka mbele za Bwana. Kama vile Habakuka akasema, nitasimama kwa zamu yangu nami nitaomboleza nione Bwana atanijibu nini. Katika mwezi huu wapeleka watoto wako katika msalaba. Beba jinsi walivyo. Hata kama wanavuta bangi, wapeleke mbele za Bwana. Hata kama ni makahaba, peleka mbele za Bwana. Hata kama ni walevi, wabebe hivyo mbele za Bwana. Mwambie Bwana, umenipa wewe. Hata kama shuleni kanatoka kamwisho, kabebe hivyo kapeleke mbele za Bwana. Kwa
nini? Liko kusudi la Mungu ndani yake ambalo shetani anakupofusha usitake kuliona. Mungu anapoachilia baraka kwako na anaachilia watakaozibeba. Wanaoweza kubeba baraka zako, wanaoweza kubeba maono yako, sio watu wa ofisi yako, ni watoto uliowazaa ambao Mungu anasema ya kwamba anabariki kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Waliobeba kusudi lako ni watoto ambao Mungu aliyokupatia. Usipojua namna ya kuwasogeza mbele za Mungu, Biblia inasemaje? Katika nchi yako wote watakuwa kichwa wala sio nini. Sasa unazaaje kitoto cha mwisho? Biblia inasema mtu uliokuwa mwaminifu kwa Bwana umekuaje kahaba? Yaani hilo ndio, umekuaje kahaba? Anaambia sisi tunaenda na wake zetu, watoto wanaondoka, tuache. Fuatilia leo. Mnahisi ni fashion, kumbe unajikuta mama umekomana maombi, wala vitoto wala hata vichui. Baba wala vitoto havichui. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye anasema wapendwa mtuombee. Nini? Yoshua anasemaje? Chagueni vile mtakayefanyaje. Ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Manake kama usiposimama na Mungu kumuuliza kwa nini kupa watoto, uwe na uhakika ya kwamba kila siku utavuja. Na ndio maana kuna wakati shetani anatumia watoto mlionao kuondoa. Unazungumza nini? Unaondoka huko moto. Ukifika nyumbani wewe mwenyewe unasema tu, yaani leo, yaani makwazo, yaani watoto, yaani hataka upako kangu kote mmefyonza. Biblia inasemaje? Wana wa Eli walifanya aliyo mabaya machoni pa nani? Mungu anamwambia Eli kwa kinywa cha Samueli ya kwamba amekukataa. Amefanyaje? Siku atakapokufa watoto wako ndio utakapokufa wewe. Angalia yule mzee. Yule mzee wakati anamaliza kazi, anaita Israeli. Anaambia Israeli, kuna mtu niliyomhukumu. Kuna niliyomdhulumu? Hapana. Kuna niliyopindisha hukumu kwake au niliyopokea rushwa? Basi kama si hivyo, basi niende kwa amani. Na ishara hii, mvua itanyesha katikati ya kiangazi na mvua ikanyesha. Lakini Biblia inasemaje? Akakosa sifa kulingana na watoto walio. Kwa usizanie kwamba utabaki salama kwamba watoto wako wakipoteza sifa mbele za Mungu. Kwa nini? Hao watoto wamepoteza sifa mbele za Mungu. Kuna watu ambao Mungu walikuwa wanamlilia Mungu awape watoto hakuwapatia. Kwa nini alikupa wewe? Lazima ujiulize swali. Kwa nini Mungu amenipa watoto mimi? Hakumpa jirani yangu. Na Biblia inasema wanao ni kuniwelevu kwa mambo asiyofaa. Leo nio wa Kristo, watoto wenu wasali wasisali wala hata amwazi. Angalieni wenzenu Waislamu. Mtoto atatoka shule lazima aende madrasa. Atajifunza huko. Kwa katoto kanazaliwa kanajua mimi ni Muislamu. Imani yako na shahidiaje? Na kanashahidia anshahadu la ilaha illallah, anshahada na Muhammadu Rasulullah. Kanajua. Kiulize kitoto cha Kikristo sasa. Kinacheka tu kama mgeni aliyeshiwa mboga. Hakina lolote. Hata kusema neema. Mtoto haelewi yoyote. Biblia inasema hivi, nyakati za nyuma watoto walikuwa hawaruhusiwi kuingia hekaluni mpaka atimize miaka 12. Hii miaka mingine wanasemaje? Biblia inasema hivi, kuanzia miaka 3 mpaka miaka 11 walikuwa wanajifundisha elimu za Kiyahudi. Biblia inasema kwamba Mafarisayo walizichambua zile amri 10 na Mungu. Zile amri 10 wakapata amri ngapi? 600. Kwa watoto walikuwa wanajifundisha hizo. Fuatilia leo. Wenzako, mtoto wa mwenzako anajua misingi ya dini yake. Anajua hakika Mungu hakuzaa wala kuzaliwa, hafananishwi na chochote. Kitoto chako kinajua what is a biology. Is a study of living things and hana hajui vingine. Muulize amri 10 za Mungu zinasemaje? Usiue. Anajua usizini kwa sababu akili zao zimejana kuzini. Halafu
Halafu baadaye mnataka Mungu asimamishe kwenye kusudi. Wapi? Biblia inasema waleeni watoto katika njia inayowapasa. Hawataiacha hiyo njia hata atakapokuwa wazee. Manake kama watoto wamezaliwa kwa kusudi la Bwana, manake lazima watembee katika mpango wa nani? Wa Mungu. Wanasema hawataiacha hiyo njia, na ndio maana leo wezi wanaibia nchi ni watoto wa Kikristo. Kitoto kimezaliwa, kimeona kazi hakina, ndio hicho kinaenda kusomea kwa dini zenu, kinakuwa kichungaji. Misingi ya kitu. Na ndio maana vikitokea madili ya kanisani, imetokea misaada ya watu kuwasaidia maskini, kinajiteuza chenye ndo kimaskini, kisha kuwa kijane, kisha kuwa kimhitaji, kinaiba. Halafu mtii mamlaka zilizowekwa. Biblia imesema zipimeni hizo mamlaka. Kwa nini misingi mmeacha? Kila mmoja alitembea katika kusudi. Mtoto mwenzako anajua majira ya kwamba hii ni asubuhi naenda shuleni, baadaye naenda kupata elimu, baadaye yako msikitini, baada kaenda kusoma, kachua bado kako kadogo, kanasoma, kanajua misingi ya dini yake. Wenzenu na mimi sasa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba viwanangu ni werevu kwa mambo yasiofanyaje? Yasiyofaa. Halafu baadaye sasa kimesha kushinda, ndio unabeba unapeleka kwa Mungu. Mungu anasema nishaandaa bibi harusi mwingine, nishaandaa mtu mwingine, jaza pembe mafuta tunampaka Daudi. Na ndio maana wengine Roho Mtakatifu mkikua anaanza kuwaonyesha. Asema mtumishi, unajua naomba, ninaona niko naombea watu wengi. Ukimtazama umri wake na maono anayokuambia, unasema huyu mzee ameshafeli tayari. Sasa ana miaka 90, ana umri wa miaka 50. Tunakwenda sawa sawa? Sio unaelewa? Anaona maono, yuko na huduma kubwa. Jamani, Mungu ametuletea hiki kitu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile swali. Na Biblia imeshasema ni miaka 70. Maana yake ana miaka, kwamba huyu mzee wa miaka 60 utamwambia utaanza kuombea huduma, utafunga siku 7 kavu. Maana yake huko ndani kwenye mwili kuna vitu vishaanza kuruzi. Tafsiri ya kwamba hawakulijuaga kusudi la Mungu kwa nini aliyoweka duniani. Na ndio maana maandiko anasema wale watu walipokaa nderuka kwenye ule mji hawakujua kawaida. Mungu anasema wakatuma nabii awafundishe kawaida ya Mungu. Natamani katika mwezi huu Mungu akuletea malaika wako nyumbani, ukiwa katika maombi ya kufundisha kawaida ya watoto ambao Mungu amekupa. Usiwaone watoto ulionao kama watoto. Hapana, mwambie Bwana, umenipa mataifa, umenipa makabila. Kwa nini wazazi wanakufa presha mapema? Hamjui. Kuna watoto wengine Mungu ameruhusu wazaliwe tu kwenu, ila sio wenu. Takufundisha. Sema, mtumishi unazungumza nini? Hivi hakuna wazazi waliozaa watoto tangu walipotokomea Dar es Salaam ni anapewa tu taarifa kwenye simu, mama yako alikufa haliji, baba alikufa haliji, mdogo wako alikufa haliji. Yaani watoto kama wakasema tuna baba mkubwa yuko Dar es Salaam, maisha yao yote hawajawahi kumuona, hata picha waijui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Likirudi nyumbani lina madeni, limevurugwa, mnakuja familia mnapambana. Aisee, Mungu yu mwema. Tunamshukuru Mungu amemrudisha kaka yetu, Mungu ni mwema. Kinakuja mnakipa mtaji, kikisafuka mnaletewa sanduku tu. Lazima mjue ya kwamba Mungu anapoachilia jambo jipya, Mungu anaachilia na mtoto mpya kwenye maisha yako. Biblia inasema hakuna divai mpya inayokaa kwenye kiriba cha zamani. Kila divai mpya inakaa kwenye kiriba kipya. Maana ukiona Mungu amekupa mtoto, elewa kama Mungu ameachilia kiriba kipya katika maisha yako. Ameachilia mafuta mapya, ameachilia divai mpya. Anza kutumia divai mpya katika maisha yako ili ukutane na Mungu. Neema maongezeko ikaongezeke. Yaani hapa mkiwacheki watu mna watoto ila mfuko zako nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala watoto hawana habari kichwani, wala hawajui Biblia. Wanajua unanimaliza. Yeye ndo anaojua kichwani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wanachojua watoto wenzenu. Juzu ya kwanza ameshalizi, manake ameshafuta sura zote ziko kichwani. Soma ni maji. Wakigizo sasa. Mstari anaojua ni mmoja tu, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Safari hapo kashakunja. Kwa lugha nyingine, kwa Kiarabu hapo anasema ameshalizi tayari. Hajui mishu zingine. Walevi wa Kristo nini? Shetani ametuibia. Amen. Kwa katika mwezi huu tutaenda kufungua baraka kupitia watoto wetu ambazo shetani ametuibia. Biblia inasema nami nitarejesha miaka yote iliyoliwa. Haijalishi watoto wako wako katika kichaka gani, haijalishi shetani amekamata baraka zenu kwa muda gani, ila liko neno la Bwana ambalo Bwana anazungumza na wewe jioni ya leo, ya kwamba Mungu anazungumza ya kwamba wanao watarejeshwa tena. Hata kama shetani amepinda wana, Biblia inasema atawarejesha tena katika nchi yenu, nao watakuwa taifa jingine. Wana wa Esau wakiwaona watawaogopa. Tusimame. Siku moja baada ya jingine mpaka mwezi unaishi, tunakuwa tunapukusua kamuhero kamoja kamoja. Tunajua kila kamuhindi pale unakuwa unapukusua kamuhero kamoja kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini najua utakuwa umeshaanza kupata picha kitu kipi unachotakiwa kuomba nacho. Yakobo akasema hivi, leo mimi na nyumba yangu tutamtumikiana. Na ndio maana leo mama na baba wana madhabahu yao, watoto wana madhabahu. Biblia inasema Elikana alipokuwa akienda shule alikuwa kibeba yeye na watoto wake. Zoezi hilo lilikuwa likifanyika mwaka kwa mwaka. Maana yake miaka wa Ibrania walikuwa na hesabu mwaka huu wanaogawa vipindi hivi vitatu. Wafalme walikuwa kienda kupigana vita ni mwaka, walikuwa kitoka ni mwaka, maana yake wanaondoka. Wakilima ni mwaka, wakivuna ni nini? Wanaenda. Maana yake Mungu aliyetupa neema sisi akupe neema na wewe ya kuelewa kusudi ambalo Mungu amekuwekea kwa watoto. Yawezekana wewe umechelewa kuzaa, haujapata mtoto, usikasirike. Kuna mtu mmoja anaitwa Manoa, mke wake alikuwa ni tasa. Kuna mtu mmoja anaitwa Elizabeti. Kuna wakati wengine Mungu atakuwa amekucheleweshea, anakuletea mpango wa watoto watakaosaidia taifa, watakaosaidia nchi, watakaosaidia nini. Na ndio maana kuna watoto wengine Mungu aliweka mbegu ya kumjua. Na ndio maana kuna vitu vingine ni vilevi, unavikuta vinaanza kuwahubiria watu mambo ya uongo na vinakuwa vina power. Unashangaa hili jamaa likianza kuongea watu wanaanza kufanyaje? Kulisikiliza. Inaanza kupanda chachu, inaanza kupanda chachu. Unashangaa hili ni mlevi, linajuaje habari ya manabii feki na manabii wa kweli wakati lenyewe ni lilevi? Limejulia wapi? Shetani. Biblia anasema kwamba kwa maana si haki wameupinda uta, wametia mishale kuwapiga. Kupitia watoto wetu shetani ameangamiza maisha yetu. Kupitia watoto shetani ameangamiza maisha yetu. Katika mwezi huu kupitia watoto wako tutaenda kumpiga shetani, tutaenda kurejesha. Sema ye Bwana Yesu, naja mbele zako nikikushukuru kwa kusudi la mwaka huu katika mwezi huu ya kwamba siri ya marango ya baraka yaliyobebwa yaliyofichwa kupitia watoto niliowazaa. Bwana Yesu, ninajua watoto wangu wamebeba kusudi, watoto wangu wamebeba neema, watoto wangu wamebeba baraka zangu. Bwana Yesu, umetupa watoto kama vile tai, nguvu zake zikiisha wanatoka
mbele, wanatokea mbele. Bwana Yesu, ile roho ya adui ya kutafuna watoto nilio nao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana Yesu, naja mbele zako nikiomba toba, kwa dhambi niliyoitenda ya kutokuchua watoto ulionipa wamebeba kusudi gani, nikawalea kawaida ya kibinadamu, nikawaona wengine. Bwana Yesu, kama Mariamu angekuona hivyo leo, ukombozi usingekuwepo. Leo kama Gileadi angemwona Yefta kama watoto wengine, leo unabii ungesema vingine. Bwana Yesu, naomba rehema, naomba msamaha. Niliwalea watoto kikawaida, sikuijua kusudi lako ndani yao. Nenda mbele za Bwana, kumwambia Mungu akusamehe. Yawezekana nikupa watoto alikusemesha, lakini ukawalea kawaida tu, ukawaona wanafanana na wengine, na ndio maana unashangaa kwa nini mtoto vitaishi, kwa nini mtoto magonjwa yaishi, kwa nini mtoto msukosuko. Hebu sogea mbele za Bwana, hebu sogea mbele za Bwana. Sakata ya kanara bosike rabanda rabasa rikorebo sakapa rikorebo sakapa ya kanara basakapa. Yesu Baba, naja mbele zako, Baba nikiomba rehema. Tazama Baba, watoto ulionipatia Bwana Baba, niliwalea kawaida, yawezekana niliwapeleka kawaida kama nilivyowaona wengine. Hata kama ni mtoto, hauna mtoto, hebu nenda mbele za Mungu, kombe toba kwa ajili ya baba. Yawezekana nikulea kawaida, hebu tamka toba kwa ajili ya baba, tamka toba kwa ajili ya mama. Yawezekana nikulea kawaida, yawezekana mahali anapokupitisha si mahali ambapo Mungu anataka, si mahali ambapo Mungu anakusudia. Fanya ibada ni kuabudu, Fanya ibada. Hebu endelea kuomba, endelea kuomba. Acha mwimbaji aimbe tu, acha mwimbaji aimbe tu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Bwana akupe rehema kwa habari ya watoto. Yawezekana hata wewe pia Mungu alikupa mtoto ukaua, maana yake ukamtoa. Mwambie Bwana akupe rehema, mwambie Bwana akusamehe. Enda kumwambia Bwana, yawezekana ulitoa hata ulioko nyumbani. Unaweza endelea kuomba toba kwa watoto wako, hata unanifuatilia mara popote. Unaweza kuendelea kuomba toba kwa ajili ya wanao, endelea kuomba toba kwa ajili ya wanao. Yawezekana kuna mimba ulitoa, hebu mwambie Bwana kusamehe, mwambie Bwana kusamehe. Watoto wamebeba kusudi la Bwana. Mungu anapoachilia baraka, anaachilia mtoto azaliwa. Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi, yani Mungu pamoja nasi, yani Mungu pamoja nasi. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ikorobose kundelebosaka riakadarabasaka ribobobobobobosaka rikondelebosaka riakadarabasaka rikondelebose kendelebosaka. Neema yako Bwana,
neema yako Bwana katikati ya watoto, katikati ya watoto, katikati ya watoto Bwana, katikati ya watoto, katikati ya watoto, neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana katikati ya watoto. Rikarabasatapa riakandarabosekenderebushata rikadarabababababa ribo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 ru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 
Rikenderebu saka. Riakandaraba sakapa. Rikandarabo sekenderebu. Rikenderebu sakapa. Riakandaraba baba saka. Baba samehe Bwana. Baba tazama Bwana. Watoto ulinipa Bwana. Tazama baba watoto ulinipa. Ila niliolea kawaida kama wengine walivyolea Bwana. Sikujua kusudi lao Bwana, wala sikutaka kuuliza kwako. Yesu, naja mbele zako Baba, nikiomba rehema Bwana. Baba, nikiomba rehema Bwana. Takasa tumbo langu na viuno vyangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kila aliyezaliwa kwangu ametakasika. Maana ulimwambia Yeremia, kabla sijakuumba alikujua, na kabla haujatoka katika tumbo la mama yako nalikutakasa. Ule utakaso wa vizazi kwenye viuno vya wababa na matumbo ya wamama. Bwana Yesu, nikatakase. Kama ni mama, kamata tumbo lako. Kama ni baba, kamata kiuno. Kamata kiuno. Rikoroboseke. Riakandarabasaka. Rikarababababasa. Riakandaraboseke. Rikandarabasakata. Rikandaraboseke nderebusa. Rikandarabababababasa. Rikandarabosakapa. Riakandaraboseke nderebusa. Yesu Bwana, tembea Bwana. Baba, ile neema ya utakaso katika matumbo yao, katika viuno vyao, katika matumbo na katika viuno. Maana ulimwambia Ibrahimu, atakaye kurithi atatoka katika viuno vyako na katika tumbo la Sara. Ile roho ya maangamizi iliyoko katika matumbo ya wamama, na yatulia damu ya Yesu, Biblia inasema
waliitisha uchawi tangu tumboni mwa mama zao. Ile roho ya uchawi, ile roho ya umaskini, ile roho ya kupotezwa katika kusudi, wakiwa tumboni, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natamka usifa. Amen.